ewe mume na mke, kaa kwa kutulia, nina hakika utafaidika kwa haya nitakayoyasema. Imepokewa katika tarehe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumtembelea binti yake ambaye ni Fatima. Alipoingia katika nyumba akamkuta Sayyidina Ali hayuko. Akamuuliza na Fatima, Sayyidina Ali yuko wapi? Na Fatima jibu lake likawa, hadatha baini wa bainahu shay'un, limetokea jambo baina yangu mimi na ambaye ni mumewe Sayyidina Ali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma mtu ili afanye bahthi kumuona Sayyidina Ali yuko sehemu gani. Yule mtu alipofanya bahthi akamuona Sayyidina Ali yuko msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kumchukua Sayyidina Ali na kusuluhisha kwa yale yaliyotokea. Kabla sijaendelea mbele, angalia hapa kuna mafunzo karibu 4 ama 5. Funzo la kwanza, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea binti yake. Je, wazazi wa sasa hivi tukiwaozesha mabinti zetu tunaenda kuwatembelea? Kwa hivyo tunajifundisha kwamba unapomwozesha mtoto wako jaribu kumtembelea, ujue ana mashakili gani katika nyumba yake. Funzo la pili, angalia na Fatima alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mume wako yuko wapi, hakukaa naye akamuelezea stori kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Aliketi naye akavamwambia, mimi nimetokea jambo baina yangu mimi na mume wangu. Hapa tutajifundisha, wewe binti ulioolewa, jaribu ukitokea jambo wewe na mume libaki nyumbani, lisio ni wenye kulitoa nje ama kwenda kwa majirani kueleza mjomba, halati. Ndo pale ile siri ikitoka nje huwa ni basi mwavunja ndoa yenu. Somo la tatu, Sayyidina Ali alitoka nyumbani, yeye hakumtoa na Fatima. Angalia siku hizi mtu akikosana na mke wake tayari anamchukua mke, anamwambia tukua virago zako, nenda kwenyu. Sayyidina Ali alitoka iye akamwata nyanyi, akamwata Fatima kwapi? Nyumbani. Somo la 4, Sayyidina Ali alitoka akaenda msikitini, hakwenda kibarazani, hakwenda kumfuata rafiki, hakwenda kwa ule wala huu, alikwenda msikitini. Aiba, hapa ni sehemu nitatawadhi, nitatulia, nitamuomba Mola wangu. Kwa hivyo ikitokea jambo katika baina wewe na mume wako, jaribu mulisuluhishe na mukae kwa kutulia, ili ile ndoa ipate kudumu na kusonga mbele. Yangu ni haya wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.